Oya, ashikaje? Oh, mwanangu mzigo haumo mwanangu. Babu mzigo haumo. Babu mzigo haumo. Waamini wapo njoo angalie mwanangu. Angalia babu mzigo haumo. Babu angalia si waamini angalia mzigo haumo mwanangu. Babu mzigo haumo. Babu mzigo haumo. Nilisikia wito wako na mipoko, sina sababu ya kukataa wito wote unaoita. Hivyo nimefanya hima kuja kusikiliza nacho. Sina budi kusema asante, lakini pia samahani sana kama nitakuwa na kupoteza muda. Batuli, wala hakuna sababu ya kuniomba samahani, kwa sababu binadamu tumeumbwa kuhitajiana. Inawezekana sehemu unanihitaji wewe, wakati mwingine nikakuhitaji mimi. Kwa huru kwa mimi. Kiukweli sijui nianzie wapi. Ila popote ninapoanzia naomba nielewe. Sijui kama nitakuwa nimehuna ama najidhalilisha kwako. Ninachotaka kuongea hapa ni ukweli ambao unanisumbua sana. Unanisumbua kwa muda mrefu. Yaani nilitamani siku moja uwe ndio mimi kama yako. Lakini naona siku zinazidi kwenda na sioni dalili ya hilo. Kiukweli mimi hapo Batuli ulichokisema nimesikia vizuri sana, lakini napata tabu ya mimi na kuelewa. Labda nikwambie kitu ambacho sisi wanaume ni viumbe dhaifu sana. Ingelikuwa wanawake wote wanafanya kama nilichofanya wewe wakati huu, basi nadhani tungepita hata sheria ya nani alikuwa na wanawake zaidi. Labda kwa sababu inawezekana mtihani wako ulikuwa unakaribia tunafaulu. Achana na majaribio. Achana na kusema nini. Mimi nakuhitaji wewe. Na ndio maana nimethubutu kuja kukueleza hisia zangu. Ndio maana nikatanguliza mwanzo, sio uhuni na sio kama nimekuja kutaimisha kwako. Nakupenda. Nahitaji tu amani ya moyo wangu. Na ndio maana niko hapa kwa ajili yako. Unachokisema chote nimekisikia. Natamani nizungumze kitu ambacho kitakupa faraja na matumaini katika hili. Lakini isipige niloko vitu chochote. Natamani tu kusikia mwenyewe. Nakupenda kwa. Nakuhitaji. Sio kama Makaranga bana, unataka kufanya nini sasa? Hivi wewe Batuli, mimi sio mwanaume au? Nakuuliza wewe, mimi sio mwanaume? Mpaka leo hii unasubutu wewe kutoa hizo mbiringa zako kwenda zako huko kwa wanaume wengine. Mimi sio mwanaume? Yaani mimi nakuuliza alafu wewe unakondolea mijicho tu. Kwa hiyo zile huduma zangu wewe usioni? Huduma zangu zote zile usioni? Vitu vyangu ninavyokupa wewe vyote vile pale hauvioni? Mpaka leo hii unasubutu
kutoka eti nilikokuta huko nje na mwanaume mwingine. Hivi kweli Batuli unaona haki kuna unitendea mimi wewe? Hivi Makaranga una akili kweli wewe? Yaani unitoa huko mkuku niumize mkono uje kuniuliza haya maswali yako ya kijinga? Wewe uone ninavyokupenda, ninavyokujali, ninavyokusamini, ninavyokuheshimu. Vyote hivyo pia uvioni. Wewe Makaranga, upendo gani ambao unazungumzia? Nimeishi naye ndani ya miaka hiyo 4. Hata siku moja ushaye kuniambia unanipenda yeye. Sasa nakula vitu vyako au ulikuwa tu wewe? Sasa nisikilize nikwambie. Huyo mwanaume ambao unamzungumzia ndio mwanaume ambaye mimi nampenda. Ndio maana nikaenda kumueleza hisia zangu. Unasema nini wewe? Unadhani umenielewa? Maneno gani unaongea? Subutu. Jaribu kuinua mkono wako kunipiga mimi. Yaani wewe kwa mwanaume ungekuwa tayari ushaniambia hisia zako mapema. Sio unanielewa? Alafu nisikilize. Yaani wewe hauna tofauti na wale shoga zangu. Batuli. Unasubutu kunita mimi sasa na shoga zako mtani? Hivi Batuli kwani unajielewa kweli wewe? Yaani leo hii nimekuwa mimi ni sasa shoga zako mtani, lakini kipindi unapokea huduma zangu nilikuwa sio shoga, nilikuwa ni mwanaume, si ndio? Nisikilize Makaranga, sijapokea vitu vyako kwa sababu wewe nakupenda. Sijui unanielewa? Kwa leo umenikuta na mwanaume mwingine ndio unajua kama unanipenda. Eti sasa nisikilize Makaranga. Sitaki hizo ngojera zako. Na iwe mwanzo na mwisho kunikuta mimi na wanaume huko, alafu kaja kuniletea vurugu. Sijui unanielewa? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja Batuli. Hii vita mlioianzisha mtashindwa kuimaliza. Na nikitoka hapa na kwenda kwa yule mpumbavu mwenzio na nitacho kwenda kukifanya. Wewe Makaranga, yaani umeshindwa kueleza hisia zako, utaweza kwenda kupambana na mwanaume mwenzio? Batuli. Wewe Batuli wewe. Kwanza kwa mwanamke gani naye? Wewe mwenyewe mwanamke gani kwanza naye? Mwanamke gani usianze kutoka yote iko hapo. Shenzi nazi kuna kwa mikono ikatikabani mbolo choka. Nani mwanaume mzima eti vitu vyangu miaka 4 wangu shida kutokaza mimi wewe. Alafu sasa ukapi. Nione hoja kabisa wewe. Ibra mwanangu, malezi ya hekima kwa mtoto huyapata kutoka kwa baba. Kwa mama kupata maziwa na kudekezwa basi. Maisha nini? Wewe una kichwa, una masikio, una pua, romo, pia una mikono na viungo vingine. Kabla ya kuamua jambo, unatakiwa uvishirikishe viungo vyako vyote, halafu ndipo uamue jambo. Baba, yote uliyoongea mimi nimekuelewa vizuri sana, lakini nimeshindwa kujua lengo lako hasa ni nini katika hayo maongezi. Mimi baba yako sina mali kwamba nina majumba makubwa nitakuachia urithi, sina magari, sina vitu vya samani kwamba wewe nitakuachia mwanangu urithi, isipokuwa haya machache tu ya hekima unataka kuachia. Usije ukaona kwamba hujawahi kuiona ambulance ikiwa sheli ikijaza mafuta ndo ukafikiria kwamba ambulance haitumii mafuta, kwamba inatumia maji. La hasha, ambulance inatumia mafuta kama gari nyingine. Baba, mimi nilikuja kwako baada ya kutoka kazini kutaka ushauri, kwa sababu huko kazini ninapotoka nimefanya kazi lakini sijapata pesa. Sasa nimefika kwako nawe tena unaniambia kitu kingine tofauti. Sasa nashindwa kujua kwamba huo ndio ushauri unaonipatia kosa pesa au kuna kitu kingine ambacho nimekusudia, lakini nashindwa kunielewa. Kumbe basi jaribu Sivyo kabisa. Ukiona umefanya kazi alafu wewe pesa hujapata, basi ujue kuna mtu amepata hizo pesa.
Kwa hiyo unatakiwa utumie akili yako ulionayo, halafu usimame kama mwanamume ili watu waje wakuheshimu. Baba. Sikiliza. Ndio wangu hapa. Niombe tu. Bro. Nakuomba na nakuonya. Kaa mbali sana Batu. Simone vile anang'ara. Simone anapendeza. Jua zile ni nguvu za mwanamume mwenzie. Sawa? Napambana, natoa jasho, natumia nguvu ili kuweza kumhudumia yeye mpaka haja ndogo. Sasa basi, nakuomba kaa mbali na Batuli. Nafikiri kwa kumenelewa. Unaongea maneno mengi sana. Na katika hayo mengi yote ni vitisho. Lakini kuna hatua ambayo ni muhimu sana ilikuwa sichukue kabla hata mimi kuniambia ni jamani na Batuli. Mimi naamini ilikuwa simfuate Batuli. Alafu yeye ndo mwambie akae mbali na mimi. Ila binafsi yangu mimi siwezi kukaa mbali na Batuli kwa sababu yeye ndo ananifuatilia. Sasa kama utaweza kuongea na Batuli akae mbali na mimi, atafanya maamuzi yao, basi hata mimi nitakuwa mbali naye. Lakini kama atakuwa anaendelea kumfuatilia, siwezi kumfuatilia. Sikini kwa mimi. Sijali na wala sitokaa nikajali eti kwamba eti Batuli anakufuata wewe ama wewe unafuata Batuli. Sitaki kuyajua na wala sipaswi. Ila ninachokuambia, kaa mbali na Batuli. Oya. Nitakachokuja kukufanya ndipo tu kuta na Batuli au bado utakokuwa na mazoea na Batuli. Kwa mgeni unapambana sana kama yule mkeo. Wakati hata siku moja yeye kupata kumwambia bwana. Fikiri tayari ya kwangu nimeshakwambia. Sasa endelea kuchonga huo mdomo. Afu utajua ule msemo wa henga, mdomo uliponza kichwa ndio na maana gani. Eleza mlango zimpele mwa baba. Hivi mtoto kwa umewe. Kweli na rangi lakini mtoto kazi. Sio kama mpitia mwanzo kwa nje. Kwa kweli. Lete. Ndio na mapanga hivi. Hai. Mano hapo.
Makarambe. Maskini hata sitakupa. Maana hivi nilipo na wasiwasi nimekaza moyo, sina loli wala unaniona. Nikienda nikajifua. Nikikwambia nimejini kwa kweli. Lakini kama rafiki kama nisikia Afu sikiliza mwanangu, nimekufunga. Alikuwa na jambo kila siku linaniandama, nataka nikwambie. Wewe kila siku ukitana na mimi utakwambia kitu, nitamwambia kila siku kitu gani kisifisha. Wewe tatizo na matatizo bosi wako. Yaani hili jambo linakuhusu sana. Jambo gani? Wanaume tunaambiwa kupigwa mwisho 2000. Lakini wewe mwenzangu, hata kama wanawake wameombwa mkono wa kupokea, ila wewe umekuuliza. Wewe baba tayari kushafanya tumio. Tatizo. Dunia sasa hivi sio dunia kutoa tu. Wewe ni mwanamke unaishi naye toki siku mwaka gani, kazi yako kukonga tu bosi wako. Sasa hivi kama una kitoto cha 2000 kukihonga mwisho 1900 huko mwisho 1900 isizidi. Hicho unachokifanya wewe baba, unahudumia shangazi ile, angali shangazi inataka kulea wewe. Tatizo unajua wewe bado mapenzi hujajua vizuri. Hivi kwanza takusiki. Ushaikupenda kweli wewe? Ushaikupenda? Ni sasa hivi mapenzi. Nijibu, umewahi kupenda? Wenyewe nakwambia mapenzi majani huota popote. Sawa? Kwa hiyo sasa mimi mwenzio pale nimependa. Oya, mimi pale nimependa. Unajua nimependa sana. Mimi kwa pale nimependa. Ila sasa kila kikaribia kutoka kumwambia. Yaani ile kikutana naye ndio nataka kumwambia, yani huwa nashindwa kwa sababu naogopa sije nikampoteza. Kwa hiyo yani mwenye jiwe nini kila kitu mpigwa bongo hili nje. Oya, yani wewe wa kuua. Ambapo sina kuja pale hapa. Tayari kashada. Yaani mimi nakwambia vipi, hata kama ingekuwa ni mimi. Sinagusa tu mzigo haumo. Mimi naambia kwanza baba nirudishie mzigo wangu. Kishamaliza hapo mimi nakamata, mimi naua. Tena afadhali yake hajaingia kwenye 18 zetu. Maanake mimi ningepiga kwa chochote kilichokuwa mbele. Kama ni teke, kama ni nini, mpaka nihakikishe uhai lazima utoke. Siwezi kuacha mtu kama huyu. Sasa unamwacha achaje sasa mtu kama wewe? Asikilizeni basi. Unajua hii namna ya watu kushikana mabega, watu wanatumia kama ni fursa ya kulipizana kisasi. Unajua binadamu sasa hivi watu tunaishi sana kwa kisasi. Inawezekana kwamba mimi na wewe tuna visasi vyetu. Kwa hiyo mtu utafuta namna ya kulipiza kisasi chake, kwa hiyo humvizia mweziwe ili aonekane kashikwa bega ili apate kumwathiri mweziwe. Kitu kama hicho kinapelekea majanga haya kuwa na uana yazidi kuongezeka. Halo, mbona tukoele? Hatuko kotema. Wewe kushikwa bega?
Utakuja kuona yenyewe kwenyewe ujue. Ngoja ngoze kitoshe kushika. Yaani tutaanza kukupiga wewe. Umeshikwa? Mimi sijashikwa bado. Akushikwa bega. Oya huyu mwanangu na mizingo kichizi mwanangu mshikaji huyu hapa huyu. Lakini wewe unafikiri kweli mzigo sasa uondoke kweli hapo wewe rafiki yangu unafikiri kweli ndio utaje kukaa hapa tu pesa sisi tuna saa au siji manake mna mzigo haumo hapo. Mimi bega sija kushikwa. Lakini mimi natoa kama indhari tu kwa wenzangu kwa sababu vifo vikitokea wanaokamatwa ni wale ambao wanasababisha kile kifo. Hata kama yule mtu ambaye mnasema kwamba anashika bega. Wewe unaamini huamini? Mimi siamini. Wewe huamini? Siamini. Basi omba kwanza akushike wewe. Mimi nimeongea tu. Mkinisikiliza au hamjanisikiliza? Najijua. Samahani sana, lakini nakuomba kaa mbali na maisha yangu, kwa sababu tunakoelekea naona wazi utakuja kuniharibia maisha yangu ambayo hata mimi mwenyewe sijaanza kuyaishi. Nakuomba sana, pata maisha yako, niache na maisha yangu, kila mmoja afanye mambo yake. Nimaliza. Sijamaliza. Naomba ongea na mtu wako. Ni kweli mapenzi ndio sababu ya mimi kuzaliwa, lakini mapenzi sitaki sababu ya mimi kupoteza uhai. Ongea na mtu wako. Sipo tayari kupoteza uhai wangu kwa sababu yako. Nadhani umenielewa. Ibra, mimi sijali wote ongea nini. Ninachojali kuwa moyo wangu tayari unakupenda. Na nitaendelea kuwa kinganga mpaka pale utapohitaji kuwa na mimi. Kuna kitu kijui. Jua linalofanya maji yanakuwa moto. Ndio jua hilo hilo linaloyeyusha barafu. Ibra, unasemaje? Mara mwisho nipiga 60. Mwanangu kesho namka tajiri baba. Au kesho namka tajiri mwanangu. Bora kesho namka tajiri. Narusha ndege mwanangu mpaka sasa mwanangu nina 50 ngapi unajua? Ngapi? Wewe mzembe. Mambo iko shit. Sasa tumeweka 3000 hapa. Samahani. Hiyo hapo inapanda sasa. Nikuja kidogo nataka pote. sina tisa. Najua tunapote na wewe lakini naomba usivunje urafiki wetu kwa sababu ya vitu vidogo vidogo ambavyo havina maslahi. Naomba tukipimeni kwa hiyo. Nuru, jamani. Taratibu, yani kama nimekuagiza vile. Tulia. Wewe umeleta bichwa lako hapa, kwa hiyo tulia. Kwanza hata sikusuki tena na kuchana tu. Jamani, hizi habari mmezisikia lakini? Habari gani? Si kuhusu wanaume kuchukua bega nyeti zao zinaondoka. Naamini tu watu wa mtandaoni. Yaani kitu kidunyi. Kidunyi tu basi kinakuzwa kinakuwa kikubwa. Wewe mwenyewe unaweza amini. Si ndio hayo sasa hivi. Sijui makorokoro gani. Lakini tuongee yote. Laiti kama hili swala lingekuwa kweli, basi serikali yetu lingekuwa lishatangaza. Lakini mpaka serikali inatoa ilani kuwa hili swala lisiendelee, basi ndio sio kweli. Inawezekana kuwa mtu ana bifu lake lakini anatumia ili tatizo kama alipo kweli ili kumaliza bifu lake. Sijui mnaelewa? Yaani mimi mwenyewe nashangaa unajua. Na laiti kama hili swala lingekuwa kweli. Jamani, kama ndio ingekuwa kweli. Si tungeolewa kina nani? Wanaume ndio wanatolewa sijui wakishikwa bega sijui makorokoro gani jamani. Nawe Nuru. Unataka kuolewa? Nikajua labda hiyo dhiki ya kuolewa ninayo peke yangu. Yaani Batuli. Oya, wasikaje? Mzigo haupo mwanangu. Mali haimo babu, mali haimo babu, mali haimo babu. Babu, unasema kweli? Mali haimo mwanangu, mali haimo babu. Babu, mwanangu mali haimo, mwanangu mali haimo babu. Angalia kwa mimi mwanangu, mali hamna, hapa mali. Mali hamna babu. Babu, mali hamna mwanangu. Mali hamna mwanangu. Wewe nani wewe?
Vipi, kuna nini? Mbona kimbia huko? Nitakuja kukupiga wewe. Nimetoka kwa maskani na chai bwana, na sijui kama hapo. Mama yangu.